Tumshukuru Mungu, rafiki msikilizaji, kwa muda aliotupa pamoja siku ya leo. Hasa naamini kwamba umebarikiwa na mafundisho tuliyopokea kutoka kwenye kitabu hiki cha Yoshua. Leo twafikia mwisho wa mafundisho yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Yoshua, kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 23 na 24. Baadaye nitafanya utangulizi wa kitabu cha Waamuzi. Sura hizi mbili, ndugu msikilizaji, zanena kuhusu ujumbe wa mwisho wa Yoshua kwa wana wa Israeli. Sura ya 23 yatuambia jinsi Yoshua aliwaita wakuu na viongozi wa Israeli na kuwahimiza kuwa jasiri kwa yote yaliyo mbele yao. Kisha kwenye sura ya 24 anena na makabila yote ya Israeli na kuwahimiza wawe waangalifu kutenda yote aliyoagiza Mungu kwenye Torati, hasa kwa kumfuata kwa moyo mkamilifu. Kitabu hiki, kama kitabu cha kumbukumbu la Torati, chamalizia kwa kifo cha Yoshua. Ujumbe wa mwisho kabla ya mauti ni jambo tunalolipata sana katika Biblia. Je, wamkumbuka Yakobo? Huyo aliwaita wanawe 12 na kuwatabiria yatakayokuwapo maishani mwao baadaye. Naye Musa aliwaita wana wa Israeli waliokuwa sasa taifa kubwa, akawabariki, ndipo akafa huko kwenye ule mlima wa Nebo. Sasa Yoshua achukua zamu yake ya kuzungumuza na taifa la Israeli kabla ya kuondoka kwake. Neno la Mungu lafungua sura ya 23 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 1 hadi 3. Hata ikawa baada ya siku nyingi, Bwana alipokuwa amekwisha kuwapa Israeli raha mbele ya adui zao pande zote, naye Yoshua alipokuwa mzee mwenye miaka mingi sana, Yoshua akawaita Israeli wote, wazee wao na wakuu wao na makadhi yao na maakida yao, akawaambia, mimi ni mzee, nami nimekuendelea sana katika miaka yangu. Nanyi mmeona mambo yote ambayo Bwana Mungu wenu amewatenda mataifa haya yote kwa ajili yenu, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye aliyewapigania ninyi. Yoshua, kama kiongozi aliyekuwa pamoja nao zaidi ya miaka 80, akiona makuu ya Mungu, awaita watu hawa na kuambia kuwa yu tayari kustaafu, naye ataka kunena nao maneno ya mwisho kulingana na mkono mwema wa Mungu uliokuwa nao hata sasa. Tunapogeukia aya ya 4 na hiyo ya 5, neno laendelea kutuambia hivi: tazama, nimewagawieni kwa kura mataifa haya yaliyobaki, yawe urithi kwa kabila zenu toka mto wa Yordani, pamoja na mataifa yote niliyowakatilia mbali mpaka bahari kubwa upande wa machweo ya jua. Yeye Bwana Mungu wenu atawatoa kwa nguvu mbele yenu, atawafukuza wasiwe mbele ya macho yenu tena, nanyi mtaimiliki nchi yao kama Bwana Mungu wenu alivyowaambia. Haya aliyokuwa akinena Yoshua ulikuwa mwito aliyowaitia Musa watu hao kutenda kulingana na neno la Mungu kwao. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 7 na ya 8: msiingie kati ya mataifa haya, yani haya yaliyobaki kati yenu, wala msitaje majina ya miungu yao, wala kuwaapisha watu kwa majina hayo, wala kuitumikia, wala kujiinamisha mbele yao, bali shikamaneni na Bwana Mungu wenu kama mlivyotenda hata hivi leo. Rafiki yangu, katika kila hali, hatari ya wao kuvuka mto Yordani na kuwepo kwa adui zao katika nchi waliokuwa wakiingia ilifanya taifa hilo kuwa karibu sana na Bwana. Yoshua alifahamu kuwa ufanisi na raha waliopata katika nchi hiyo ni jambo lingewafanya watu hao kutomfuata Mungu kwa mioyo mikamilifu. Hivyo ndivyo ilivyo asili ya mwanadamu, wala haijabadilika hata kidogo. Mpendwa, Yoshua aliwahimiza watu wale kumcha Mungu kutokana na mengi mema aliyokuwa amewatendea. Kwa kufanya hivyo, baraka zitakuwa zao. Kwa hivyo awaonya kuhusu litakalowapata iwapo watamwacha Mungu na kugeukia miungu mingine. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 11 hadi 13, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: jihadharini nafsi zenu basi, ili mpende Bwana Mungu wenu. Lakini mkirudi nyuma kwa njia yoyote na kushikamana na mabaki ya mataifa, yani mataifa haya yaliyobaki kati yenu, na kuoana nao na kuingia kwao nao kuingia kwenu, jueni hakika ya kuwa Bwana Mungu wenu hata wafukuza tena mataifa haya mbele ya macho yenu, bali watakuwa mtego kwenu na tanzi na mjeledi mbavuni mwenu na miiba machoni mwenu, hata mtakapoangamia na kutoka katika nchi hii njema ambayo Bwana Mungu wenu amewapa ninyi. Onyo kwa watu hawa, ndugu msikilizaji, ilikuwa kwamba hukumu ya Mungu itakuwa juu yao iwapo watakosa kushikilia hilo ambalo Mungu amewaagiza,
hasa kutoshirikiana na watu wa mataifa. Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyokuwa kwa watu wale, ndivyo ilivyo kwetu leo hii, maana haiwezekani hata kidogo wewe unayejiita kuwa ni mtoto wa Mungu kushikamana na watu wa ulimwengu na kufanya jinsi walimwengu wanavyofanya. Unapofanya hivyo, lolote litakalo kupata haitakuwa kwamba Mungu hakujali, bali wewe ndiwe haukujijali na kufanya hilo asilotaka Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya 15 na 16, neno la Mungu latuambia hivi: kisha itakuwa kama yalivyowafikia yale mambo mema yote Bwana Mungu wenu aliyowaahidia ninyi, kadhalika Bwana atawafikilizia mabaya yote, hata atakapokuwa amewaangamiza katika nchi hii njema Bwana Mungu wenu aliyowapa. Hapo mtakapolivunja agano la Bwana Mungu wenu alilowaamuru na kwenda kuitumikia miungu mingine na kujiinamisha mbele yao, ndipo hasira ya Bwana itakapowaka juu yenu, nanyi mtaangamia upesi katika nchi hii njema aliyowapa. Hili alilonena Yoshua halikuwa tu onyo, bali ni utabiri wa lile litakalotendeka baadaye katika maisha yao. Hilo tutaliona waziwazi kwenye kitabu cha Waamuzi ninachokuomba uanze kukisoma. Sura ya 24. Msikilizaji wangu, Yoshua aliwakusanya tena watu wale na kuwaambia wanalohitaji kutenda, yani kumfuata Mungu kwa mioyo mikamilifu, mioyo yao yote. Yoshua awakumbusha watu wale jinsi Mungu alivyowatenda mema tokea Misri kufikia sasa anenapo nao. Kwenye aya ya kwanza na ya pili kwenye sura ya 24 katika kitabu hiki cha Yoshua, neno la Mungu lasema hivi: Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko Shekemu, akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao, nao wakahudhuria mbele za Mungu. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori wakaitumikia miungu mingine. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, latufundisha jambo kuu sana, ya kuwa Mungu hana chochote cha kuficha kwa habari ya watu wake. Mungu alimuita Ibrahimu kutoka Uri, nchi ya Wakaldayo, nchi iliyojaa ibada ya sanamu. Tera babaye tuambiwa aliabudu miungu mingine. Hili laibua swali, nalo ndilo hili: je, kwa nini Mungu alimchagua Ibrahimu ili amfanye kuwa taifa? Ili tuelewe hali jinsi ilivyokuwa, tutarudia habari ya ujenzi wa mnara kule Babeli. Baada ya ujenzi wa mnara, mwanadamu alimwacha Mungu kabisa. Hakuna aliyemwabudu Mungu wa kweli, hata si Tera babaye Ibrahimu. Mungu alipobadili lugha za watu na kuwatawanya ulimwenguni kote, kuna hao walioondoka huku wakiwa na ufahamu wa Mungu wa kweli. Kwa sababu ya ufahamu huo wa Mungu, licha ya kuwa haukuwa sawa, wanadamu walijifanyia miungu mingine na kukosa kumwabudu Mungu wa kweli. Mwanadamu alimwasi Mungu baada ya ujenzi ule wa mnara kule Babeli. Mungu angelifanya nini linalolingana na hali yake kama Mungu? Moja ni kuhukumu ulimwengu na kuuondolea mbali kabisa na kuwakatalia wanadamu wote toka uso wa nchi. Lakini hilo si ndilo alitenda. Atamrejesha mwanadamu, naye atamtumia mtu mmoja kutimiza kusudi lake. Alimchagua mtu huyu Ibrahimu, ambaye bila shaka alikuwa na shauku la kumjua Mungu wa kweli katika moyo wake. Mungu alipomuita, alimwambia aondoke Uri, yeye na jamii yake yote, toka miongoni mwa waabuduo sanamu. Wito huo wa Mungu kwake ulikuwa wa kujifunua kwake na kumfanya awe taifa ambayo kwayo Masihi atatoka. Mungu aliliunda taifa hilo wakiweko kule Misri kama watumwa. Hili ndilo hutendeka maishani mwetu pia. Mungu anapotaka kutenda jambo lolote maishani mwetu, ni lazima kutupitishia katika maandalizi sawa na alilotenda kwa taifa la Israeli na katika maisha ya Musa na wengineo. Kwa hivyo lolote unalopitia sasa, ijapo kuwa laweza kuwa na machungu au laweza kuonekana kuwa Mungu amekusahau, fahamu ya kuwa Mungu hajakusahau. Mungu yu pamoja nawe, naye akuandaa ili baadaye lolote litakalotoka maishani mwako litakuwa lenye utukufu mwingi kwa huyo Mungu aliyekuandaa. Tunapogeukia aya ya 5 hadi 7, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha nikawatuma Musa na Haruni, nikaipiga nchi ya Misri kwa hayo yote niliyoyatenda kati yake, hatimaye nikawatoa ninyi. Nikawatoa baba zenu watoke Misri, nanyi mkaifikilia bahari.
Wamisri wakawafuatia baba zenu kwa magari na wapanda farasi mpaka bahari ya Shamu. Nao walipomlilia Bwana, akaweka giza kati ya ninyi na Wamisri, akaileta bahari juu yao, akawafunikiza. Nayo macho yenu yaliyaona mambo niliyoyatenda huko Misri, kisha mkakaa jangwani siku nyingi. Yoshua kwa maneno haya aendelea kuambia kizazi hiki kipya jinsi Mungu alivyowatunza watu hao kwa kuwapigania dhidi ya Waamori na pia kuwahifadhi dhidi ya laana ya Balaamu. Aliwaleta hadi kuvuka mto wa Yordani na kuweka mataifa hayo mkononi mwao. Hebu tuendelee kwenye aya ya 13 tuone hilo ambalo Mungu anena na watu wake. Neno la Mungu lasema hivi: nami nimewapa ninyi nchi msiyotendea kazi na miji msiyoijenga, nanyi mmekaa humo, mnakula matunda ya mashamba ya mizabibu na mizeituni msiyoipanda. Ndugu msikilizaji, licha ya wana wa Israeli kuingia katika nchi ile na kuitamalaki, hawakufanya kama vile Mungu alivyowaagiza, yani kuondolea mbali watu wale na chochote kilichowawakilisha, hasa madhabahu ya miungu yao. Hii ilikuwa hatari kwa taifa hilo kwa jumla. Yoshua alifahamu na kutambua kwamba hatari ya wao kumwacha Mungu ilikuwa kubwa sana, kwa hivyo awahimiza kulishika neno la Bwana na kumfuata kwa moyo mkamilifu. Mungu kwenye aya hiyo ya 13 awanenea waziwazi, akiwaambia jinsi alivyoandalia mahali ambapo wao hawakujua, maana walipata miji iliyojengwa wasiojenga wao, na pia mashamba ya mizeituni wasioipanda wao. Hili lanifurahisha ndugu msikilizaji, maana Mungu anapotuandalia mahali pagumu au anapotupitishia kwenye hali ngumu, yeye huwa na sababu nzuri ya kufanya hivyo. Waisraeli hawakushughulika kujenga miji yoyote ile, kwa maana kwa miaka hiyo 30,400 wasiokuwamo katika nchi ile, Mungu alikuwa akiwaandalia mahali. Hebu tuendelee tuone lililopo kwenye aya ya 14 na 15. Neno la Mungu latuambia hivi: basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Rafiki yangu, zaidi ya ninavyosoma kumuhusu Yoshua, ndivyo nimpendavyo. Muda wa miaka aliyotumika kama mtumishi wa Musa yatufanya tumuone kama Musa mdogo, ila Yoshua alikuwa mtu wa Mungu, mtu mkuu. Hali yake ya wastani katika kutenda mambo yatufahamisha kuwa mtu awaye yote anayejitolea kwa Mungu, Mungu aweza kumtumia. Aliagiza taifa nzima kufanya uamuzi wa watakalo, iwapo ni kuabudu Mungu wa kweli au miungu walioabudu baba zao ng'ambo ya mto, au miungu ya Waamori au wale wa Misri waliowatumikia. Yoshua awaambia chaguo lake, nalo ni kwamba yeye na nyumba yake watamtumikia Mungu. Hili kama vile lilikuwa changamoto kwa kila mtu na taifa lote la Israeli, ndivyo ilivyo kwetu leo. Ni lazima kufanya uamuzi kuhusu uhusiano wako na Mungu kama Yoshua alivyofanya. Pasipo ya kufanya hivyo, lililoko ni kwamba wewe waweza kuendelea kumtumikia Mungu kisiri, lakini watoto wako ndiyo utawapoteza. Haifai kuwa kwa jinsi hiyo, maana Mungu atutaka sote, yani wazazi na watoto wao, wamtumikie yeye. Hivyo ndivyo utakavyopata ustawi wako, na ndivyo utakavyofanikiwa na hata kupata raha katika moyo wako, maana unapowaona watoto wako wanapotembea katika kichwa cha Bwana, itakuwa ni faraja moyoni mwako, maana hautakuwa na wasiwasi wowote ule, kwa kuwa yeyote anayetembea na Bwana, huyo siku zake za usoni zi thabiti, tena ni salama mikononi mwake Kristo. Ndugu yangu, na kuhimiza katika kila hali uhakikishe kwamba wewe na nyumba yako mwamtumikia Bwana Mungu. Watu wale baada ya kusikia changamoto ya Yoshua kwao, walijibu kwa kusema hivi kwenye aya ya 16 na 17. Hebu sikiliza. Hao watu wakajibu wakasema, hasha, tusimuache Bwana ili kuitumikia miungu mingine, kwa maana Bwana Mungu wetu, yeye ndiye aliyetupandisha sisi na baba zetu kutoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, naye ndiye aliyezifanya ishara zile kubwa mbele ya macho yetu, kutulinda katika njia ile yote tuliyoiendea, na kati ya watu wa mataifa yote tuliyopita katikati yao. Ndugu yangu, waweza kufikiri kuwa
Kwa sababu ya mambo makuu aliyotenda Bwana miongoni mwa watu wale, basi watamfuata kwa moyo mkamilifu. Ni rahisi kwetu kunyosha vidole vya lawama baada ya miaka 3580 na kusema watu hao walikosea sana. Naam, kosa lao lilikuwa kubwa, hasa baada ya kuona makuu aliyowatendea Bwana kwa kuwapa nchi ile na kuwafanya kuwa taifa lake. Lakini habari gani wewe leo hii? Je, karibu kiasi kipi na Mungu wa kweli? Unapotafakari swali hilo, tazama hili lililopo kwenye aya ya 20. Yoshua ndiye anena hapa, naye asema hivi: kama mkimwacha Bwana na kuitumikia miungu migeni, ndipo atageuka na kuwatenda mabaya na kuwaangamiza baada ya kuwatendea mema. Jinsi Mungu alivyokuwa mwema kwa watu wale licha ya ukaidi wao, ndivyo alivyo mwema kwetu leo hii. Kuna wengi wanaofikiri kuwa waweza kutenda jinsi wapendavyo. Ni kweli kwamba Mungu ni wa rehema, ni mwenye upendo na pia mwenye faraja kwa watu wake. Ila kumbuka hili, ya kuwa Mungu ni mwenye haki, naye atahukumu kila tendo lisilo katika mapenzi yake. Kwa hivyo tenda utendalo ukijua kwamba imeandikiwa mtu kufa mara moja, na baada ya hapo hukumu. Jibu la watu hawa laonyesha makusudi ya wana wa Israeli kwa habari ya kumfuata Mungu. Lakini je, hilo ndilo watakalotenda? Nitakuuliza usubiri hadi tutakapofika kwenye vitabu vinavyofuatia. Kwa sasa hebu tuendelee kusoma kwenye aya ya 25 na 26, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Neno lasema hivi: basi Yoshua akafanya agano na wale watu siku ile, akawapa amri na agizo huko Shekemu. Yoshua akayaandika maneno haya katika kitabu cha Torati ya Mungu, kisha akatwaa jiwe kubwa akalisimamisha huko chini ya ule mwaloni uliokuwa karibu na patakatifu pa Bwana. Kwa maneno mengine, msikilizaji, hili tulisomalo kwenye sehemu hii ya maandiko ni sawa na lile alilonena Musa na kuandikia kwenye vile vitabu vyake 5. Baada ya hapo twapata habari za mauti yake Yoshua, hii ikiwa ni kwenye aya ya 29 na 30. Sikiliza: ikawa baada ya hayo, Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Bwana akafa mwenye umri wa miaka 110. Wakamzika katika mpaka wa urithi wake huko Timnath-Sera, ulio katika nchi ya vilima vya Efraimu, upande wa kaskazini mlima wa Gaashi. Kwenye aya ya 31 na 32 neno latuambia hivi: nao Israeli wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioishi baada ya kufa kwake Yoshua, hao walioijua kazi yote ya Bwana aliyowatendea Israeli. Wakati wa kufa kwa Yoshua tuona kwamba alikuwa mtu mwenye heshima zake miongoni mwa wana wa Israeli. Alikuwa amemtumikia Mungu kwa moyo mkamilifu, nao watu wale walimfuata Mungu wakati wote alipokuwa hai. Huo ulikuwa ushawishi wa kiungu kutoka kwa mtu wa Mungu, na ndivyo yahitaji kuwa katika maisha yetu kama watoto wa Mungu, kwamba popote tunapofikia, popote tunapokaa, lolote tunalonena ni lazima liwe na ushawishi kwa wale wote walioko karibu nasi, ushawishi wa kiungu, kusudi watu wapate kumfuata Mungu na kutenda kulingana na maagizo yake. Ndiposa mtume Paulo aandika na kusema kwamba sisi ni barua yake Yesu Kristo, tunayosomwa na watu wote. Je, wewe ni barua ya namna gani? Jiulize swali hilo, hasa iwapo amwakilisha Mungu jinsi inavyokupasa, maana neno pia latuambia kuwa sisi ni mabalozi wake Kristo. Ndugu yangu, jukumu la balozi ni kuwakilisha nchi yake katika nchi ngeni. Na kama vile ilivyo sisi tuliomo hapa ulimwenguni tunaomwamini Bwana Yesu Kristo, nchi hii ni ngeni kwetu. Hivyo yatupasa kumwakilisha Kristo katika kila hali jinsi alivyo, ili ulimwengu usadiki kuwa ndiye alitumwa na Mungu Baba kusudi atoe nafsi yake kama fidia ya dhambi zetu, nasi tunapomwamini tupate uzima wa milele. Tunapoendelea kwenye aya ya 32, neno la Mungu lasema hivi: na hiyo mifupa ya Yusufu ambayo wana wa Israeli walikuwa wameileta kutoka Misri, wakaizika huko Shekemu, katika ile sehemu ya nchi Yakobo aliyoinunua kwa wana wa Hamori babaye Shekemu kwa vipande 100 vya fedha, nayo ikawa ni urithi wa wana wa Yusufu. Yusufu alikuwa baba ya Efraimu na Manase. Hawa wana wawili walipotoka Misri walibeba mifupa ya baba yao. Waliahidi kumzika baba yao katika nchi ya ahadi. Yusufu alitaka kuzikwa katika nchi ile kwa sababu ya tumaini alilokuwa nalo kuhusu ufufuo. Kwa kumalizia sura hii ya 24,
Pamoja na kumalizia kitabu hiki cha Yoshua, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 33: huyo Eliazeri mwana wa Haruni naye akafa, wakamzika katika kilima cha Finehasi mwanawe, ambayo alipewa yeye katika nchi ya vilima ya Efraimu. Huyu Eliazari mwana wa Haruni, msikilizaji wangu, alikuwa kuhani mkuu wa pili kufa baada ya babaye Haruni. Nashangazwa sana msikilizaji, neno hili linapotuambia kwamba Eliazari kuhani mkuu alizikwa katika kipande cha nchi kilichomilikiwa na Finehasi mwanawe. Agizo la Mungu kwa Walawi lilikuwa kwamba wasiwe na urithi miongoni mwa watu, hali Finehasi alikuwa na sehemu hii, tena katika mlima wa Efraimu. Alipata wapi mali hii? Hapa twaona mwanzo wa watu wale kuyaacha maagizo ya Mungu aliye hai, Mungu wa kweli. Hili ndilo tutaliona kwa undani kabisa kwenye kitabu cha Waamuzi, ndugu msikilizaji, na hapo ndipo twamalizia mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Yoshua. Na sasa nataka kukuandaa kwa mafunzo yaliyoko kwenye kitabu cha Waamuzi kwa kukupa utangulizi. Jina la kitabu hiki chatokana na hao watu 13 walioongoza Israeli baada ya kifo cha wazee walioishi baada ya Yoshua hadi wakati wa Samueli. Mwandishi wa kitabu hichi hajulikani. Hiki kitabu kiliandikwa wakati wa wafalme. Hii ni kwa msingi wa neno hilo linenalo kwamba katika siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Yafikiriwa kwamba Samueli ndiye aliandika kitabu hiki. Wale waamuzi wote walikuwa na upungufu wao, ila katika mkono wa Mungu walifanya mapenzi yake. Miongoni mwao hakuna aliyekuwa kama Musa au Yoshua wa kuongoza taifa nzima. Nakala iliyoko hapa yahusu vijisehemu vya maisha na yale waliotenda hao waamuzi. Nayo mada ya kitabu hiki ni kuhusu kukengeuka kwa wana wa Israeli na neema kuu ya ajabu ya Mungu iliyowarejesha kwake. Kusudi la kitabu hiki ni filosofia katika historia, kwa msingi wa tulipatalo kwenye sura ya 14 kwenye kitabu cha Mithali mstari wa 34 unaosema hivi: haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Hebu natuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kukushukuru siku hii kwa ajili ya mafunzo tunayoyapokea toka kwenye neno lako daima. Bwana, umejifunua kwetu katika maandiko haya, hasa kutufahamisha ya kuwa tunalohitaji kufanya ili tufanikiwe maishani mwetu na kupata raha yako ni kushikamana nawe na kutii yote unayotuagiza kwenye neno lako. Naomba kwamba kwa njia yako wewe mwenyewe utatusaidia kwa Roho wako Mtakatifu kusudi tupate kuwa na uwezo wa kutenda yote kulingana na neno lako. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana najua kuwa akubaliana nami katika hili niliombalo, kwa kuwa hilo ndilo shauku la watoto wako. Jina lako libarikiwe milele kwa yote utakayotenda, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, Mungu ametuwezesha kwa neema yake kufikia mwisho wa mafundisho ya kitabu cha Yoshua, na kama ulivyotambua nisingaliweza kusoma kila andiko. Hiyo ni kukujulisha kwamba waweza kusoma maandiko hayo kusudi upokee mibaraka kutoka kwa Roho Mtakatifu anapokufunulia maandiko hayo. Muda haungeliweza kuniruhusu hata kidogo kusoma kila andiko na kulifafanua. Kwa hivyo maandiko niliyoyachagua ni ya kimsingi, na huenda ndivyo itakavyokuwa katika vitabu vingi kwenye Agano la Kale. Ndiposa na kuhimiza usome neno la Mungu, hasa tunapoingia kwenye mafundisho ya kitabu cha Waamuzi. Tangulia mbele ili ninapofundisha upate kuenenda nami hatua baada ya nyingine. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia baraka na amani zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.